kusema kweli nakupenda, kukaa mbali sitoweza. Mwenzako mimi nakupenda, niseme kweli nakupenda. Muziki unaunda hisia, unachochea mabadiliko na unatufanya tuwe karibu zaidi na nafsi zetu halisi, kwani kila moyo umewahi kuguswa, umewahi kuponywa au kuamshwa na nguvu yake. Uwepo wake katika maisha yetu haupingiki na athari zake hazikwepeki. Ndiyo maana tunapaswa kuthamini na kuwalinda watunzi kwa gharama yoyote. Sijui wewe uko napewa nyama kwa nyama. Sijui wewe uko. Bana, mimi kwa jina naitwa Elias Barnabas, almaarufu Barnabas Boy Classic, mwanamuziki za Skipa Bongo Flava Tanzania. Wito wangu na kuhimiza kwenye taasisi clubs na workshops ziwekwe mara nyingi. Kwa sababu gani? Serikali yetu imekuwa ikipiga kelele kwamba vijana ndio taifa la kesho. Sasa nitasikitika sana kuona taifa la kesho la kijana anayekuwa na afahamu umuhimu wa alama za umiliki, na wakati tunategemea kuwa na watu wenye makampuni wengi, watu wabunifu, manufacturers wengi, na hivyo vitu vyote vinategemea vitu kama hivi. Kwa hiyo ningeshauri na ombi langu lai, elimu hii ipelekwe, wasanii waambiwe, hususan wasanii, kwa sababu wengi hawafahamu umuhimu. Haki za msanii kama msanii zinatakiwa kulindwa, na haziwezi kulindwa ukiwa umezikamata wewe mwenyewe mkononi. Kuna sehemu ambazo ni husika ambazo wewe unatakiwa kwenda kusajili, zikawa zinalindwa kule, ukapata hati, na ile hati sasa ndio inayokulinda kwamba hata kama kuna mtu mwingine atakuja anataka kuiba au kaitumia kazi yako, ina maana wewe unakuwa una kithibitisho ambacho kinakuonesha kwamba wewe ndio mmiliki wa ile kazi. Hii ndio logo yetu, maana hii ndio alama ya biashara yetu ambayo ilikuwepo tangia 2007 na kuendelea. Kwa hiyo 41 Records ilisajiliwa BRELA, na ndio maana inaendelea kulindwa kama alama za biashara. Haki miliki ni ambayo inakupa wewe mamlaka ya kuweza kuclaim kama kitu fulani ni chako wewe, kazifanya sanaa ni yako wewe. Na mara nyingi huja kama unaweza kuwa umeisajili hiyo sanaa. Kusajili hapa ndio kitu big deal. Umeelewa vizuri? Unaweza kuwa na kitu changu mimi nimekifanya, akafanya mtu mwingine, kama sijasajili mimi, yeye anaweza kuclaim chake. Siku ya miliki ubunifu duniani huadhimishwa kila mwaka tarehe 26 Aprili. Tukio ambalo lilianzishwa na shirika la miliki ubunifu duniani WIPO mwaka 2000, ikilenga kuongeza uelewa kuhusu jinsi ambavyo hataza, haki miliki, alama za biashara na ubunifu wa miundo unavyoathiri maisha ya kila siku, na kutambua mchango wa wabunifu na wavumbuzi katika kukuza uchumi na jamii kote duniani. This beautiful song is Duke Ellington's Sophisticated Lady. It's a song that I first listened to when I was a teenager, and it made me fall in love with jazz. And that's really the beauty of music. It accompanies you in your life, in moments of joy, moments of sadness. And when we decided to choose a theme for IP Day this year, we wanted to choose something that everyone could relate to. So we chose IP in music. Ubunifu ni mali ukilindwa, unaweza kunufaisha vizazi na hata vizazi. Takwimu zinaonyesha kuwa mwaka 2014, mtandao wa Spotify ulifanya malipo zaidi ya bilioni 152 kwenda kwa wasanii waliolinda kazi zao Afrika. Midundo yenye ubunifu na vionjo vya kiasili sio kitu pekee cha kujivunia, bali urithi wenye hisia na ubunifu unaopaswa kulindwa zaidi. The beat of the African drum moves us to dance, but beyond that it speaks a universal language, music. Music transcends borders and cultures, connecting people through rhythm, melody, and emotion. It is woven into our cultural DNA, passed down from generation to generation. Today, on World Intellectual Property Day 2025, we celebrate the vital link between music and IP. Music is innovation in motion, constantly evolving with technology, society, and culture.
Additional to its entertainment value, music fuels progress, inspiring new instruments and technologies that amplify its power. Aripo is proud to protect the intellectual property behind this magic. We have built systems that protect the creations behind the music, from patented and trademarked equipment to the copyright of singers, composers, lyricists, and producers. Their creative rights matter. Strong IP systems are the bedrock of a thriving music ecosystem. With the right structures in place, Africa has the potential to transform its music industry into an economic powerhouse, building on its cultural significance. Miliki ubunifu huchangia kueneza muziki zaidi ya mipaka ya tasnia yake. Nchini Tanzania, Ofisi ya Taifa ya Miliki Ubunifu, BRELA, iliadhimisha siku hii ya kipekee tarehe 21 Mei kwa kuwaleta pamoja wanamuziki, watunzi wa ala za muziki, wavumbuzi na wadau wengine wa muziki ili kusherehekea mchango wa wabunifu, ambapo historia iliandikwa kwa mara ya kwanza kwa kushuhudia tuzo za taifa za miliki ubunifu. Kwanza, awali ya yote ningelipenda kuchukua fursa hii kubwa kumshukuru sana Mwenyezi Mungu, Mola ambaye kwa mara nyingine leo ametuwezesha tumeweza kukutana hapa katika maadhimisho ya siku ya miliki ubunifu duniani, ambayo kihistoria imekuwa ikiibua masuala mbalimbali, watu ambao wamefanya kazi kubwa za kufanya ubunifu duniani. Na nachukua fursa hii niwashukuru sana na niwapongeze BRELA na bodi msimamizi kwa kunialika, maana mngeamua kumwalika mtu mwingine yoyote kuja kuifanya shughuli hii muhimu kwa taifa letu hili, lakini kwa dunia kwa ujumla, kupeleka message. Ninawashukuru sana kitu wa bodi na wajumbe wako. Wapongeze taasisi zote BRELA, TBRA, KOSOTA na KOSOZA kwa kazi kubwa wanaendelea kuifanya katika maeneo mbalimbali, na hasa katika uswala wa usajili wa makampuni, nembo za biashara, lakini hali kadhalika katika swala zima la kukuza na kusimamia mambo hatimiliki. Ziara ile fupi sana imenishibisha kuona kwamba Tanzania tuna vipaji vingi katika maeneo mbalimbali. Nimeona wale wabunifu wa mikono wakitengeneza nguo, vikapu, viatu na maeneo mengine, lakini tumeona wao wengine wamemiliki, wamefanya ubunifu katika upande wa kidigitali, kupea taarifa katika swala zima la upande wa kibiashara na hali kadhalika upande wa kilimo. Hii ni faraja kubwa kwetu sisi kama Watanzania. Sisi kama BRELA tunashirikiana na taasisi kadhaa kama ambavyo tumezisikia hapa. Tuko na BBRA, KOSOTA, KOSOZA, na kwa pamoja tunatekeleza wajibu wetu kwa kuweka mazingira bora na wezeshi ya usajili, lakini vile vile kulinda na kuhamasisha matumizi ya miliki ubunifu. Kwa sasa BRELA tumekuwa tukipokea sajili za alama za biashara na huduma mbalimbali kutoka kwa wasanii. Kupitia maadhimisho haya, na wasihi wasanii, wajasiriamali na wabunifu wengine wote wa tasnia ya muziki, wasanii wote wa tasnia ya miliki ubunifu kuendelea kutumia fursa zinazotolewa na BRELA. Linda alama yako ya biashara na uhakikishe kwamba ubunifu wako unalindwa kwa mujibu wa sheria zilizopo. Japokuwa BRELA hatuhusiki moja kwa moja na ulinzi wa kazi za muziki, lakini kwa kuwa natambua kwamba muziki ni biashara ambayo inaweza kumuingizia msanii kipato kwa miaka mingi ikiwa utalinda haki zake. Tunapozungumzia dhana ya tulipotoka, tulipo na tunapokwenda katika muktadha wa miliki ubunifu kwenye sanaa nchini Tanzania, tunarejea mwelekeo wa kihistoria, tathmini ya hali ya sasa na matarajio ya baadaye katika ulinzi na usimamizi wa haki za wasanii na kazi zao za ubunifu.
karibuni litaenda kwenye bodi ya KOSOTA na bodi itatoa maamuzi ya mwisho ili tuweze kupata kampuni za kusimamia, na kampuni ambazo tulifanikiwa kuzipata kwa wakati huu ni ya muziki na upande wa kazi za maandishi au kazi za vitabu. Lakini kwenye sehemu nyingine bado tunaendelea kutoa elimu ili pia na wenyewe waanzishe sehemu zao kwa ajili ya kusimamia kazi hiyo. Zanzibar, sheria namba 14 ya mwaka 2003 ni sheria ya kwanza baada ya sheria ile ya kikoloni ambayo ilikuwa ikitumika Zanzibar. Kwa hiyo baada ya kupata sheria hiyo, wasanii wa muziki wamekuwa wakinufaika katika maeneo mbalimbali makubwa ya teknolojia ambayo yamewezesha kuweza kupata muziki wa aina nyingine na kusikika sehemu nyingine mbalimbali zaidi. Zamani ilikuwa ni kwenye ukumbi tu, sasa hizi unasikika duniani kote kutokana na mitandao. Kwa hiyo hakika mabadiliko ni mengi. Kwa kutambua umuhimu wa ubunifu katika maisha, maendeleo ya kijamii na kiuchumi, shirika la miliki ubunifu duniani WIPO liliona ni vyema kuwatambua wabunifu ambao wanafanya mabadiliko makubwa na ambao wanafanya maisha yetu yawe rahisi, lakini pia tuishi tukijua kwamba ninaweza kufanya kitu chochote kwa sababu wanakuwa wanawezeshwa na bunifu mbalimbali ambazo zinafanywa na wabunifu hawa. Muziki sasa hivi unahitaji uwekezaji. Unaweza kama msanii mzuri sana na kazi yako ya sanaa ni nzuri, lakini kama hauna fedha za kuwekeza kwenye sanaa yako hauwezi kufika popote. Sio kama zamani, kwa sababu una kazi nzuri tunasema kwamba kizuri chajiuza, kibaya chajitembeza. Siku hizi kama katika muziki unafanya muziki mzuri, kama hauna hela ya kuwekeza kwenye kupromote ule muziki hauwezi kufika popote, utaishia njiani. Na unawekeza vipi? Unawekeza kwa kupitia tumeona wasanii wengine wakitoa vibao vao vipya wanavika katika zile YouTube ads au katika Facebook ads na kwingine. Kwa zile ni sehemu za uwekezaji, watu wanapata kutazama kwa wingi, inakusaidia kwenye masuala ya branding na vitu kama hivyo. Mtu wa nje unapomfahamisha wewe ni msanii, ndugu Kitime, cha kwanza anaenda kuangalia namba zako zikoje. Una vitu vyako YouTube, namba zikoje? Una page za Instagram au Facebook, una followers wangapi? Wana respond vipi kupost vitu vyako na vitu kama hivyo. Hiyo imekuwa ni advantage kubwa na imepelekea wasanii wengi wamenufaika. Ni wazi kuwa muziki unatajirisha kila sehemu ya maisha yetu kwa kuwa ni njia ya kipekee ya kujieleza kwa namna ya ubunifu, na ni muhimu kuiunga mkono tasnia ya muziki hata kama hatufikirii moja kwa moja. Midundo na mapigo ya muziki pamoja na miliki ubunifu vitaendelea kuwepo katika maisha yetu ya kila siku. Cheche